Mwika mwika mbui. Wama. Obi. Jamani, nilikuwa wapi? Bila shaka kiongozi, nimeweza kuifanya kazi yako. Safi sana kijana. Unaitwa nani? Naitwa Nyole mwana wa Bambi. Nyole mwana wa Bambi. Leo jioni na kukaribisha mezani. Nashukuru kiongozi. Karibu sana Nyole mwana wa Bambi. Baba, nini kinaendelea? Tulia. Usiwe na shaka. Wana kijiji wote, nashukuruni sana kwa ujio wenu katika hichi kisima cha Chitele. Sheria itafuata mkondo wake. Kijana akafanya makosa na anatakiwa kukamatwa. Mlinzi mkuu, ndio mkuu, kamata kijana. Mkongwa. Mimi ni mtu mkubwa hapa kijijini. Wewe ni mkubwa. Vipi kuhusu kijana wako? Na vipi kuhusu sheria ya kijiji? Vipi kuhusu sheria ya kifalme? Sheria gani ya kijiji? Kumbuka mimi ni mtu mkubwa hapa kijijini. Unaonaje tukamsamehe? Kijana wako alikuwa anakausha maji ambayo ingepelekea wana kijiji kupoteza pesa. Mlinzi mkuu, kamata kijana, shtako juu, mwendo ni kimdimimdi. Apelekwe katika gereza la Kumamoto iliyopo Songwe. Hii kisema basi nitafanya bila kupinga mjako mmoja. Asamewe. Baba, unaruhusu? Hapana. Mimi nafanya kuiga wajibu. Wana kijiji wote, niwatakieni majukumu mema. Asanteni sana. Jabali, anikumbusha mbali sana. Wapi huko? Kipindi hicho tulikuwa tunatumia ngoma zetu za kizamani kuimba. Ni kwanza fundi na bado fundi sana. Asante sana. Karibu ukae usiogope. Uko na kiongozi wako. Umenifurahisha sana. Karibu. Natamani sana na mimi niende vizuri kama wewe. Inawezekana na mimi siku moja nikaa nafanya kama hivi. Hao ndio wanaitwa kila nani? Ni watu kweli hao?
Huyo anaitwa Mbosso Khan. Mbosso Khan. Mbosso Khan. Mboko Khan? Tulia. Hebu jaribu tukumbukie. Wewe unasema ulikuwa unaimba. Hebu tuone. Ni vitu vyangu. Sema kipindi hicho nakumbuka wazee wetu walikuwa wanapiga sana ngoma. Kwa kipindi ambacho mimi ni kijana, kabla hata hawajaruhusu kuwa mlinzi mkuu wa hiki kijiji, nilikuwa nasumbua sana kwenye nyimbo. Yaani hiki kijiji chote wanawake wote unaona. Pamoja na yule ambaye nikufanya mpango yule. Wote wako wananielewa mimi. Una hatari. Alikuwa ananikubali sana. Basi nikumbushie kidogo. Hizi za mjini mimi nishazichoka. Hebu tupigie kidogo nani. Kuna nyimbo moja nilikuwa napendaga kumwimbia bibi yangu kipindi hicho kabla ya marehemu ile bibi. Pole sana. Kwa nikikaa naimba, bibi yangu tunajua wewe ndo chaguo langu maishani. Mama yangu kakwacha peke yako, unilee mimi wako wa ndani. Vipi bwana, una mpango upi? Ndo unataka ondoe kwa shem? Sasa unajua nikwambie kitu? Nikwambie kitu kimoja tu, ila simwambie mtu. Naomba niende nikakutane na ule Hajila, ule unifanyia mpango. Sawa, mimi sikatai, lakini wewe mchumba wako kwa hiki kijiji ni Jeni peke yake. Siongee kwa sauti, umesikia? Nenda tu kukutana naye mara moja tu, nikija kupigia pigo za Mbosso Khan, akupigia Mbosso Khan na kupigia kuna mtu anaitwa Mario. Ona nitongozaga kwa nyimbo, si ndio hivyo? Hamna familia. Wewe si kamanda wangu. Wewe si mtu ambaye nitakuwa wewe na mimi. Sijali. Chache tu naenda nakutana naye afu narudi. Sawa, nakuruhusu, lakini kuwa makini sana. Sijali, kwa sababu hali ya kwenye kijiji imekuwa mbaya mno. Ila nakuomba tu unitunzie siri, nakuomba. Nitakutunzia siri, lakini haya mambo nikiona nenda kunielemea, wewe na ajira wako wote tutaweka leani. Hamna, siwezi. Sitajali kwa ni mtoto wa chifu. Siwezi kufanya hivyo. Nikija kama kawaida na kuwekea song, kuwekea nyimbo. Haina shida. Ndio maana song. Wewe na safari njema. Sijali. Sasa hapa tulipofikia ni pagumu sana. Sijui nani atakayenipa msaada. Nadhani hapa nikiongea na kijana Nyore anaweza akanisaidia. Sijui yuko wapi kwa sasa. Ngoja niangalie. Aha, sawa. Ngoja nifuate. Uliza sana Kisamvu ni mboga ama tangu enzi za wazazi wanakula mboga kibichi au kipikwe, chumvi itiwe au raha, isielewi ajiuliza kama Kisamvu ni mboga ama tangu enzi za wazazi kula bila chumvi, ajiuliza. Kijana Nyore. Heshima yako kiongozi. Kwema utokapo? Kwema kabisa. La asha. Kwema upi wakati uso wako na simanzi? Hapana kijana wangu. Ndio. Nimekuja hapa kwa jambo moja. Ndio. Kwanza nikupongeze. Kijana shupavu uliyethubutu kumwokoa mwanangu. Hongera sana kwa hiyo. Nashukuru kiongozi. Lakini ile tungo umefanikiwa kumwokoa mwanangu, na tatizo kubwa sana ambalo linanisumbua. Tatizo gani? Nitafanyaje? Ni kuhusu mwanangu. Amekamatwa. Na sijui nitafanya nini ili niweze kumwokoa. Cha kwanza nikupe pole. Lakini cha pili, kwangu unaweza nikasema ni swala dogo sana. Hivi kama hutojali unaweza ukaniachia mimi swala hilo ili nilifanyie kazi na mwanao. Utafanya nini? Kwa kufikiria haraka, ushauri wangu ni mmoja. Ndio. Kwa kuwa utawala ndio uliomteka mwanao kutokana na kosa alilofanya, basi ya kupasa nawe umteke mwana wa chifu. Nimteke? Ndio.
Unadhani itakuwa rahisi? Itakuwa rahisi kama hata wewe utashirikiana na mimi ili tuwezeshe jambo hili. Na baada ya kumcheka itakuwa ni chanzo kizuri kabisa cha wewe pia kumpata mwanao. Unalionaje hili? Wazo zuri sana. Nashukuru kama umenielewa. Amani iwe nawe pia. Ajira surprise. Mambo. Sema. Poa. Miss. Kitambo sana ujue. Sasa nimekuja hapa bwana kwa ajili yako. Yaani mguu kutoka kule kote kuja hapa kwa ajili yako tu. Nimekuletea surprise. Tayari? Surprise unataka kujua au surprise yote tu ambayo nimekuletea utachukua? Hamna bwana, utaijua ukishaiona. Surprise huwa haijulikani kabla. Naomba nikuombe kitu basi. Naomba kumbe mate. Ni kweli? Ajira. Na naomba kumbe mate. Surprise. Surprise. Ili ua. Uje kuona ua, hauje thamani ya ua. Unajua nini? Naomba nikwambie kitu kimoja ambacho unafahamu. Yaani ua na thamani zaidi kuliko damu. Kwa maana wanawake wengi kama watu ambao wanatamani kama sasa watu ambao kule mimi napotokea kule kitu kama hicho ndio wameta wanapenda. Maana ndio ndio kama mambo ya unajua nini nikwambie kitu kimoja. Mimi nitoka kule hadi hapa kwa ajili yako tu. Mimi kitu ambacho nimepata kukuambia hapa ni kwamba wewe ni mwanamke mzuri sana Ajira. Yaani watu wengi wanawaona wanawake lakini thamani yangu mimi kwako ni kubwa zaidi kuliko unapofikiria. Watu huwa wanaingia kwenye moyo wa mtu bila kuona, bila kugonga hodi wala nini. Lakini wewe wewe umeingia bila kugonga hodi, taratibu kwa haiba. Yaani huwezi kuamini siku inapita. Haiwezi ikapita siku nzima. Masaa 24 bila kufikiria katika akili yangu. Nakupenda. Nakupenda sana. Naomba basi tuwe pamoja. Jabali, vipi kuhusu Jeni? Nasikia kijiji hichi kuwa unatoka na Jeni. Jeni? Sijaripa nani kakupa? Nimesikia. Sawa, siwezi kukataa. Yule Jeni ni mwanamke tu ambaye wamemteua hao mababu na misimu ili kusudi mimi niwe naye. Lakini mimi simpendi. Mimi nakupenda wewe. Sababu wewe ndio kila mara huwa nakuwaza wewe. Nakuomba unikubalie. Mimi ndo mtoto wa chifu. Mimi ndo mtoto wa chifu. Chifu wa Chiteme. Kijiji hiki mimi ndo nikipita nasikilizwa na mtu yoyote yule. Ajira please. Yaani mimi nina mamlaka ya kusema kwamba hiki nataka hiki sitaki. Nakuomba basi mama. Nakuomba unikubalie basi tuwe pamoja. Vipi kuhusu Jeni? Jeni siwezi kuwa na mahusiano naye, mimi nakupenda wewe. Please nielewe basi. Nielewe Ajira basi. Basi sawa, nimekubali. Wewe mzee vipi bwana tutasiana? Leo zamu yako Jabali. Zamu yangu kwenye nini? Ulijifanya mjanja sana Usu. Sasa leo lazima nikuweke hapa. Haunitishi mzee wangu hii. Hebu muone wewe mzee vipi kwanza? Wachai wenzao wako wapi? Mimi siwazi ujue. Napotoka huko hapo wachai zaidi yako babu. Aha. Yaani wewe haunitishi. Uwaze? Siwazi. Wewe bado ni mandazi sana kwangu. Mimi mtoto wa chifu hapa, ni mtoto wa chifu wa Chiteme. Hamna anayenigusa. Au nishakutana nao mjini huko. Nimekutana nao na nimerekebisha vizuri. Wewe unitishi chochote kile. Kama uamini gusa uone. Mtoto wa chifu. Una uchifu gani wewe? Mimi ndo mtoto wa chifu na nitakuja kumiliki wilaya kijiji kizima hiki. Hivi ni dharau. Sio dharau, kweli. Unasubiri kwa neno hapo leo. Unafanya chochote wewe mzee.